Karibu sana mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Lucas Kavaya, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa. Wajue mashetani wanavyofanya kazi. Wajue mashetani wanavyofanya kazi. Hii ndio mada ambayo ningependa kuijadili katika siku ya leo. Na nitafanya hivyo kwa kurejelea kitabu kimoja katika Biblia. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Sikia vile mtume Paulo anavyosema. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Kwa hivyo, mimi na wewe tunaelewa kwamba kwa kawaida sadaka hutolewa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kundi jingine la watu katika fungu hili ambao Paulo anasema wao huzitoa sadaka zao kwa mashetani. Sikiza vile mstari wa 21 unavyosema. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Unajua meza ni mahali ambapo mlo ama chakula huandaliwa. Na kwa mujibu wa hili fungu kuna meza aina mbili. Kuna meza ya Bwana na kuna meza ya mashetani. Kwa hivyo kuna kundi la watu ambao wao huchinja vitu, hula vitu na kunywa vitu wakishirikiana na mashetani. Yaani wao badala ya kushiriki katika meza ya Bwana ama meza ya Mungu, wao hushiriki katika meza ya mashetani. Naam, kimsingi mashetani ni jeshi ambalo hutawala nchi kavu. Wao hufanya missions na operations zote za ardhini. Naam, jambo la pili ni kwamba mashetani hunywa damu za binadamu. Na katika makala yaliyopita tulisema kwamba kuna mapepo na kuna mashetani. Mapepo yanapomwaga damu, lengo lao si kuinywa ile damu, la hasha. Lengo lao huwa ni kukatiza mawasiliano kati ya mbingu na ardhi kwa kuchafua anga za kiroho. Kwa hivyo mapepo hayanywi damu za binadamu. Lakini mashetani kwa upande mwingine wao hunywa damu za binadamu. Yaani they are bloodthirsty maniacs. Wanapata powers, wanapata nguvu zao ama wanaimarika katika utendakazi wao kwa kunywa damu za binadamu. Na sio binadamu peke yake, pia hunywa damu za baadhi ya wanyama. Kwa hivyo ukienda mahali na upate kuna accident ama ajali imefanyika. Alafu katika eneo la lile tukio uone damu imetapakaa kila mahali. Mara moja ujue wahusika wa hiyo ajali ni mapepo. Kwa nini? Kwa sababu mapepo hawanywi damu za watu. Lakini ukienda mahali upate kuna ajali imefanyika. Na ukiangalia katika eneo la tukio huoni damu ama kama kuna damu ni matone tu machache ya damu. Basi mara moja ujue wahusika katika hiyo ajali ni mashetani. Kwa sababu mashetani hunywa damu za binadamu. Naam, wanavyozidi kunywa damu za binadamu ndivyo wanavyozidi kuimarika katika utendakazi wao. Naam, mashetani huishi ndani ya binadamu, baadhi ya binadamu. Mashetani pia huishi ndani ya baadhi ya wanyama na pia wanaweza wakaishi katika baadhi ya miti. Naam, vita vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali za dunia. Ukiangalia kuna vita kule Ukraine, kule Gaza, kule West Africa, Nigeria kuna Boko Haram kule. Ukikuja hapa Sudan, ukija hapa Sudani Kusini, hata hapa majirani zetu hapa wa DRC Congo.
Kuna vita ambavyo vinaendelea kati ya wanajeshi wa serikali na wahasi wa M23. Na vita hivyo vinasababisha maafa makubwa. Na ukiangalia hivi vita vyote vinavyopiganwa, kile ambacho watu wanapigania ni mambo ambayo wanaweza keti tu chini na waelewane kwamba wacha nyinyi chukua hiki, wacha sisi tuchukue hiki, ama nyinyi kaeni mfike hapa na sisi tukae mipaka yetu ifike hapa. Yaani ni mambo tu ambayo wanaweza wakakaa chini na wakaelewana. Lakini mbona hamna maelewano? Mbona lazima kuwe na mapigano, kuwe na vita, kuwe na umwagikaji wa damu namna hiyo? Kinachohitajika hapa ni damu za binadamu. Yaani mashetani lazima wanywe damu, kwa sababu survival yao na powers zao zinatokana na kunywa damu za binadamu. Naam, ukifanya utafiti, kwa mfano nimefanikiwa kuwahoji baadhi ya watu ambao waliwahi jiunga na hizi jamii za siri na wakafanikiwa kutoka kule wakiwa uhai. Wanakuambia kwamba kwa siku mashetani ni lazima wanywe damu za binadamu wasiopungua 10,000. Yaani kwa siku siku moja hivi mashetani lazima wanywe damu za watu wasiopungua 10,000. Yaani kama ni wachache zaidi, basi watu 10,000 lazima wafe kwa siku. Na hivyo vifo vinatokana na umwagikaji wa damu. Na kadri mapepo mashetani yanavyozidi kunywa hizi damu, ndivyo yanavyopata nguvu zaidi za kuendelea katika utendakazi wao. Naam, mashetani tumesema yanaishi ndani ya binadamu. Ndio kwa maana huwa tunasema shetani wa mtu ni mtu. Hivyo tu kwamba shetani wa mtu ni mtu. Mashetani huishi ndani ya binadamu. Unajua hii mili yetu ni kama mahekalu. Na haya mahekalu yanaweza yakabeba miungu na pia yanaweza yakabeba mashetani. Kwa hivyo mashetani hutumia binadamu, hususan viongozi kama viongozi wa kidini, viongozi kama baadhi ya viongozi wa kisiasa. Yaani wanawatumia kupitisha ama kufanya maamuzi yatakayochochea uhasama katika jamii. Yaani maamuzi ambayo yatasababisha vurugu na uhasama, alafu mwisho wa siku kutatokea umwagikaji wa damu. Na hivyo ndio mashetani hupata ile fulfillment ama ile satisfaction ama kukata kiu chao kutokana na unywaji wa hizi damu za binadamu. Naam, kwa haraka sana mashetani yako na madhabahu ambao hufanyia missions zao na kutolea sadaka zao. Naam, madhabahu ya kwanza ni kile kitu kinaitwa crossroads. Crossroads maana yake ni road junction. Yaani road junction ni njia panda ama njia chanya. Yaani mahali njia zimegawanyika. Sasa mahali popote utapata kuna njia chanya ama njia panda, road junction, hapo ni mahali hatari zaidi. Kuna mambo ukiangalia kwa macho ya kawaida utaona kitu. Utaona tu ni shughuli za kawaida, magari yanapita, pikipiki na kadhalika. Lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea katika ile eneo ambalo kuna road junction. Kwa hivyo utapata kwamba accident mingi ama ajali mingi hufanyika sana either kwa road junction ama karibu na road junction, kwa sababu hiyo ni altars ama ni madhabahu ya kwanza ya mashetani. Madhabahu ya pili ni makaburini. Hili ni swala ambalo liko very deep. Nitakuja kuliangazia katika makala mengine. Lakini makaburini, mahali ambapo watu huzikwa ama mahali kuna kaburi, ni madhabahu ya mashetani. Panaweza pakatumika kama madhabahu ya mashetani. Madhabahu ya tatu ni misitu. Mahali popote kuna forest. Kafara nyingi huwa zinatolewa misituni. Unaona?
Kwa hivyo hilo ni swala ambalo pia tutakuja kulijadili kwa undani katika makala mengine. Alafu madhabahu ya 4 ni matimbo. Matimbo ni vitu kama mashimo ya migodi. Mmesikia mara nyingi sijui kuna mgodi ume collapse mahali, kuna watu walikuwa wanachimba migodi alafu kumetokea ajali, mgodi umevunjika alafu umezika watu wamefariki. Kwa hivyo mahali penye kuna derelict land ama kuna uchimbaji wa migodi ama kuna matimbo, maeneo kama pale pia ni madhabahu ya mashetani. Sasa nataka tuangazie mbinu za kujilinda dhidi ya mashetani. Tunaweza tukajilinda vipi dhidi ya hawa mashetani? Jambo la kwanza, epuka kuwa idle ama kukaa na watu wako idle most of their times. Unajua watu nasema idle mind is the devil's workshop. Kwa hivyo ukikaa tu hauna kitu unajishughulisha nacho, umekaa tu nde, sasa mashetani hutumia hiyo nafasi kwa sababu wanaona hii ni nyumba ambayo iko vacant. Ukisoma Biblia kuna habari za Yesu alisema kwamba shetani akitolewa kwa mtu huwa haendi mbali, huwa anarandaranda tu kule jangwani, lakini mara kwa mara atakuwa anarejelea kuangalia ile nyumba aliyotolewa bado iko vacant ama imechukuliwa na mtu mwingine. Kwa hivyo akikuja apate ile nyumba bado iko vacant, huwa haingii. Badala yake huwa anaenda anatafuta mashetani 7 wenzake ambao ni wabaya zaidi hata kuliko yeye, na wanakuja wanakita kambi katika mwili wa yule mtu. Sasa unapata mtu huyu anakuwa mbaya hata kuliko alivyokuwa kabla ya yale mashetani kuondolewa katika mwili wake. Kwa hivyo avoid kuwa idle ama avoid kukaa karibu na watu ambao saa zote wao hukaa tu idle, hawapendi kujishughulisha. Jambo la pili, epuka mizozo ya aina yoyote ile ama mahali popote palipo na mizozo. Vitu kama fujo, vitu kama maandamano, vitu kama mapigano na makabiliano, mahali popote kuna vurugu, hapo ni mahali ambapo kuna kuanga na chances. Unajua hizi vurugu zinasababishwa na mashetani, ni mindset, ni psychology. Hivi ni vitu ambavyo vinafanyika katika psychology ama mindset ya mwanadamu. Kwa hivyo mahali ambapo kuna rabsha, makabiliano ama maandamano, jaribu kujitenga ama kukaa mbali na maeneo kama hayo, kwa sababu chances ziko juu kutatokea umwagikaji wa damu na kuna maisha yatakayopotea, na kwa njia kama hivyo ndio mashetani hupata fursa ya kunywa damu za binadamu. Jambo la tatu, punguza speed na kuwa mwangalifu zaidi unapokaribia ama kuona alama ya road junction ahead. Sasa mahali popote kama unaendesha kwa barabara alafu wanakupa tahadhari, wanakuambia there is a road junction pale mbele, punguza speed na uwe mwangalifu zaidi, kwa sababu tulisema mahali kuna road junction, hizo ni altars ama hayo ni madhabahu ya mashetani, na hapo ndio mahali penye kafara huwa zinatolewa. Alafu jambo lingine, kuwa na ufahamu wa black spots katika sehemu mbalimbali za barabarani. Kuna tu sehemu ambazo zinajulikana tu kwa visa vya ajali. Maeneo kama hii barabara ya kutoka Bungoma kwenda Kitale, maeneo kama pale Salga, kuna baadhi tu ya maeneo kama ile Mombasa Road, Jogoo Road. Kuna maeneo ambayo yanajulikana tu kwa visa vya maajali. Yaani mwaka hauwezi ukaisha kabla ajali hijatokea mahali pale, na inaweza ikatokea hata mara kadhaa. Kwa hivyo maeneo kama hayo yanakuanga ni altars ama madhabahu ya kutolea sadaka na kafara kwa mashetani. Alafu jambo lingine, makinika unapopita misituni ama mahali popote ambapo wanakata miti, kwa sababu tulisema mashetani pia
yanaweza yakaingia wanyama na pia yanaweza yakaishi ndani ya binadamu, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo ni operations na ni missions za ardhini. Kwa hivyo ukipita mahali ambapo wanakata mti, kuwa makini sana, kwa sababu mashetani hata unaweza pata wenye wanakata mti wana target huo mti uanguke upande fulani, lakini ukikuwa careless pale umezubazuba, jambo linaweza likafanyika tu, na hata ukapata upepo unatoka from nowhere unabadilisha direction mahali mtu ulikuwa umekusudiwa uanguke, na unakuja sehemu ambako huko. Kuna watu wengi sana wamepoteza maisha kwa njia kama hiyo, kwa kuangukiwa tu na mti. Kwa hivyo maeneo kama hayo pia ni mahali ambapo ni altars ama ni madhabahu ya mashetani. Alafu jambo jingine, epuka watu wenye wako violent. Hili ndio jambo la mwisho na la maana sana. Epuka watu wenye wako violent ama provocative. Yaani watu wenye wako violent ni watu wenye hawapendi kukaa chini kuongea ama kutatua matatizo kwa kukaa chini na kusemezana. Yaani wao overreact. Yaani kitu kidogo ni vita, makabiliano na mambo kama hayo. Sasa watu kama hao, hizo ni manyumba, wanatumika kama hekalu, ni mahekalu ya mashetani, na mara nyingi utapata husababisha umwagikaji wa damu, aidha wao wenyewe ama wanaweza wakamdhuru mtu mwingine na wakasababisha umwagikaji wa damu. Alafu epuka watu wenye wako provocative. Yaani provocative ni mtu wa kukuchochea kuingia katika makabiliano na vita. Yaani mdomo tu, maneno, anakupa maneno mpaka unafika mahali unaweza hata ukapoteza network. Alafu unapata katika hali kama hiyo unaweza ukajikuta umeingia katika makabiliano ya moja kwa moja na mtu kama huyu. Kwa hivyo watu kama hao, yani haya ni mambo yenye yanadili na psychology. Haya mambo ya mapepo, mashetani, hata majini tutakuja kuangazia, ni human psychology. Hivi ni vitu vyenye vinafanyika katika mawazo na akili za kibinadamu, lakini ni maroho kutoka kuzimu. Kwa hivyo epukana na watu kama hawa. Asante sana kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Naomba uweze kubonyeza subscribe button pale chini na ulike, ili video zingine zitakapotokea uweze kuwa wa kwanza kuzipokea. Asante.